Bana aliotolewa vitu bana, mimi ndugu yangu, si ndio? Na pia mimi nina uchungu. Chenye nataka, hatutaki vurugu, tunataka vitu vyetu virudi amani. Alafu mbele bibi yake mwenyewe yalaumu, alikuwa bibi yake amesema tuwatoa watu tuwapigie discipline mpaka watoe hivyo vidude. Ndio hiyo kitu ambayo ninasema, na sikudanganyi, wasiporegesha tutauana sote, tutauliwa sote. Kilazima kivyo vyote waregeshe. Atusamei, manake ingekuwa bas mzigo wetu uregee tena, hii ifikie serikali kuu. Kwa ufupi hapa amani, mimi nakaa hapa mtaa. Kwa ufupi hapa amani itapatikana mpaka Mboro irudi. Kama Mboro isiporudi hapa noma. Majina kamili ni Masten Milimo. Mimi niko kazini Tukani, huwa niko na biashara. Nilikuwa naendelea na kazi zangu. Hao wawili walikuwa wawili. Wakanitokezea, wakanihitaji muda wa kumzungumza nao upande wa neno la Bwana. Sasa mimi nikawaambia hapana, mimi sasa hii kuna mahali nafaa nifike. Sasa sasa hii sitaweza. Wangangana na mimi, wanataka kuzungumza na mimi. Kawaambia hapana, nataka kutoka. Hivyo ndio tumeonana, lakini vile waliondoka nikaona hali si kawaida kwangu. Nikaona siko nomo. Sasa vile walifika huku ndio nikasikia stories zingine kutoka kwa watu wengine, ndio pia mimi nikapita hapana mpaka nijiangalie nione kwa nini imetendeka. Sasa hivyo ndio pia mimi nikafuata, ikawa iko hivyo. Nini hasa umefanyika na wamefanaji mpaka ikaonekana mimi hatukukutana kwa salamu, isipokuwa walingangana ili wanipe, yani tusungumzie hiyo mambo ya story na upande wa hivyo hivyo tu. Na kuangalia hali ilikuwa vipi ukiangalia hiyo time? Yani niona kitu yenye imekuja si ya kawaida, imeingia ndani sana, imekuwa ndogo. Sasa nikashangaa ni vipi? Sasa hivyo ndio nikasikia huku hawa kitu fulani inatokea, hivyo ndio pia mimi nikajipitisha hapana. Hata nikauliza kwa jirani, wao kwa noma? Akasema mimi niko sawa. Sasa mimi nikafuata hapana, nikuje nihakikishe. Unaona sasa niko hapa sasa hivi. Sasa masaa bana, sasa hivi sijui ni saa ngapi, ndio turudi huko nyuma ilikuwa ni saa ngapi. Sasa the situation at least hii mambo na Waislamu at least wamenifanyia sijaelewa inaitwaje, lakini at least nimeona kuna kitu imekuwa na mabadiliko kidogo. Sasa sijui upande mwingine tukienda kwa ile situation siwezi jua iko vipi. Hapo ndio sijui. Irudi oye baba, Mboro sipapatikana hata Mwerenya ataenda mbio. Mboro ndo muhimu kwetu sisi, huo ndo uzima wetu. Imerudi lakini nasikia haifanyi kazi, so tunataka ifanye kazi huko ndani, tuletoe design huku. Msitutulize nyinyi huko kidogo huko. Mboro anasema irudi. Watu wako ndani wanne. Walioibua vitu wako ndani. Wako ndani wanne. Matapeli wenyewe wametoka sijui Nairobi sijui wapi. Wanajifanya mapasta. Wa Tanzania hata si wa huku. Si wa huku, hata si wa Kenya. Waje tuzulumu. Raundi hii hawatukubali tena. Mimi naongea kama kiongozi. Sasa nataka tufanyeje jamaa? Tukilala sana tuambao kosti wavivu. Tukiamka mtupoke certificate tufanyeje? Usinisukume. Osman Mkwana. Osman. Mzee mtaa. Mtopanga phase 1. Leo asubuhi tulikuwa tumekaa kwa nyumba. Ukatokea watu walikuwa wanaonekana wanatembea tembea, tukaulizia tukaambiwa ni watu wa kuhubiri, wanatoka kanisa ingine hapo Mtopanga. Sasa wakawa wanataka kuhubiria watu, lakini sisi tukawaambia sisi hatutaki kuhubiriwa, sisi ni Waislamu. Sasa wakatoka. Sasa walipotoka ndio wakaja wakakuta watu wengine huko. Sasa ndio
Sasa wakaja kwa hao watu wengine okay. Wakaja kwa hao watu wengine ndio wakawahubiria. Sasa baadaye tena tukasikia kumetokea fujo kwa wale watu, sijui wamewashika, alafu sehemu zao nyeti zimetoweka. Basi ndio fujo ikaanzia hapo. Sasa tumeita chifu, tukaita na polisi, manake watu walikuwa wameanza fujo, wanataka kupiga wale watu. Naitwa Susan, mkazi wa Soweto. Nilikuwa kwa nyumba nikasikia kuna mshikaji ametolewa sehemu yake, na nimekuja kweli, nimeshuhudia ni kweli, na amefichwa hapa ndani. Sisi tunataka haki yetu turegeshewe, manake hiyo ni chakula yetu, ama tutolewe maiti yetu nje, la sivyo tumazana hii nyumba. Wenye hii nyumba watawatoa, turegeshe mboro yetu. Dakika ni 5. Kama ingekuwa ni waizi mungetuua, lakini ni watu wa kupoteza makende mwawafungia. Mututolee hapo ndani, wako 5 mututolee. Kama ingekuwa ni waizi mungewaua, lakini ni watu wa kupoteza makende. Kwa nini hamtaki mututolea watu? Kwa nini msitutolea watu? Tunataka haki zetu jamani. Bana hapa nasikia bana kuna wazee 4 wameshikwa kwa ndani, au sio? Nasikia bana kuna mshikaji bana nguswa bega, kidude kimeondoka. Ushaona? Sasa kwa hiyo bana ndio hii jamii yote imejaa hapa. Kila mmoja wanataka wazee hapo ndani watolewe, wamefichwa ndani ya nyumba mzee mtaa. Au sio? Watu wa kanisa hawa. Sijui na kina Ezekiel, sijui kina Ori. Watu wa kanisa la Jehovah Witness. Jehovah Witness ile kanisa la pale vile Bashiri. Vijana 4. Wengine wameingia tena sasa 2 wazee. Tunataka makende. Kuna kijana mmoja amesema sijui amejaribu kufanya kisomo alafu akatumia chumvi ya mawe. Vijana wameadhibika, malaki wanasema ikiwa mambo yako hivi, hawajaoa, private parties zinapotea, basi yani wamechanganyikiwa kwa ufupi. Chifu yuko, maskari wako, na mzee wa mtaa yuko pia. Chifu huyu hapa. Kama kweli mboro iko imetolewa, ilikuwa imekuwa wapi? Itaregeshwa? Itafanya kazi? Sasa tunataka kujua kama itafanya kazi kweli. Kama itafanya kazi, tujue huyu jamaa walikuwa na lengo gani la kutoa hiyo mboro. Kwani wanazipeleka wapi? Ama ni dawa wanatumia mahali? Watuambie. Hata yangu pia imeenda yangu. Yangu iko, lakini natetea mwenzangu. Angalia kama yako iko. Oi. Mtaa ni Mtopanga Phase 2. Jamaa hao wa Jehovah Witness, kama ni wa Jehovah Witness, ni watu wanatembelea mtaani kila wakati. Kama ni wao kweli wanatembea kwa mtaa wakiongea na watu. Kwa hivyo siwezi jua ni nini imefanyika, kwa sababu sina uhakika kama ni wao wenyewe ni wamesababisha. Lakini kama ni watu wa Jehovah Witness, hata kuna waumini wao ambao tunaishi nao mtaani. Kwa hivyo chenye imefanyika hapa leo sijaelewa hiyo picha imetoka vipi. Asante. Kwa majina ni Duncan Onyango Adoyo, ni mzee wa mtaa wa Mtopanga Phase 2. Hii tukio ambayo imetupata hapa imefanya tuko hapa. Nimekuwa na shughuli asubuhi kuhusu mtoto ambao walikuwa wamekuwa abandon. Sasa mimi nilikuwa niko kwa children's, nikamaliza hiyo, lakini wakati nimekuja kwa mtaa nikapata kuna fujo. Na nilipokimbilia hapo kuuliza kuna naendelea nini, nikaambiwa kwamba kuna kijana inasemekana uume wake imetoweka, lakini alikuwa anaongea na watu wa kanisa. Nilipofika kweli nikapata watu wa kanisa 2 wakiwa wanaojiwa na vijana hapo nje. Walipokuwa wanaojiwa walikuwa wanajitetea, wanasema si wao, hawajui. Lakini sasa baadaye nikamwambia vijana, msiwapige, ile kitu mnaweza fanya, wacha waingie huko ndani mali hao wahusika wako, wawarekebishe. Kama ni wao ndio wamefanya, wawarekebishe kwanza, warudi sawa. Baada ya hapo
ndio hatua itachukuliwa. Lakini kabla sijafanya hiyo yote, nafikiria ni mimi ndio mtu wa kwanza kupiga simu na askari wafike hapa, kwa sababu tayari ilikuwa ni fujo, hakuna kitu yoyote tulikuwa tunaweza fanya. Nilimpigia area assistant chief ambao alifika kwa haraka, lakini alipofika fujo ikaanza mpaka yeye pia akapigwa. Lakini alipopigwa ndio nikakuwa na ile uchungu, nikasema lazima hao askari wafike haraka ili yeye pia apate kusaidika. Na hivyo ndio tumeendelea mpaka kwa wakati huu. Na kusema kweli, hao wenye wamesemekana wamefanya hiyo kitendo ni watu ambao mimi mwenyewe sijawaona na siwajui, na siwezi sema kwamba wanafanya ama wafanyi, lakini kwa saa hii wako hapa. La mwisho kwangu, ombi langu kama mzee wa mtaa, ningeomba serikali yetu wa Kenya, wazee wa mtaa wana kazi kubwa pale chini kwa wananchi. Kwa sasa nikiongea mimi kwamba sina usalama wangu wa kutosha, kwa sababu wananchi kule nje wanasema hao watu ni wauliwe, na mimi ndo nimesababisha wasikufe kwa sababu nimempigia polisi simu wafike. Tunaomba usalama wetu iangaliwe kwa njia zote. Tumepotea, na kama vitu vimepotea, hiyo ni kazi ya daktari. Kwa kawaida sisi mashahidi wa Yehova hutembelea majirani zetu nyumbani, tunawafahamu, tunazungumzia ahadi nzuri za Mungu kuhusiana na wakati wetu ujao, na hiyo ndio kazi walikuwa wanafanya, na hii ni kazi ambayo inafanywa kisheria. We are not an illegal society in Kenya, we are a registered society. Yeah. Hii vurugu, unajua hata sisi hatukuwa tumepata habari kuna vurugu ndio tumekuja. Sasa tumekuja kujua ni nini kinaendelea, ndio mnatupata hapa, lakini habari kamili ni nini kimetokea, wao ndio wanaweza kuwaeleza. Yeah. Kama yule ambaye amesababisha ubatuko. Aeleze. Kama imeelezwa, nimekuwa katika kazi ya kuhubiri nyumba kwa nyumba ambayo ni legally. Sasa ikatokea mmoja walivyozungumza na mmoja, walivyoachana, huyo mmoja akasema kwamba amesalimiwa na sehemu zake za siri zimepotea. So hapo ndo akasema amesalimiwa na hawa na sehemu zake za siri zikapotea. So ndo umati sasa ukaja, mob justice ikaja, wakaanza kuwapiga, kuwashambulia, na baadaye ikavutia umati wote ambao unaona hapa. Yes. Yuko. Hata wewe ndo tungependa ambaye muje mhoji yeye, maana yuko hapa. Yuko kwa hii nyumba.
Platinum Diamond, Toto la Kimanyema, Chibu Dangote. Yami from Tanzania. Na unatazama Captain Nyota TV. Junior Fortune the one. Na subscribe kwa Captain Nyota TV. Uogopi.